Sasa unawezaje kuingia nyumbani kwangu? Ina maana hujui? Umeacha mlango wazi bana. Lakini nimekuja kukupa taarifa. Kesho mapema sana unabidi usaini mikataba. Sawa baba, lakini umenitisha. Siku mwema huko na nini. Goodbye. Usiku wa giza napotea njia, sauti zinaita, nani ananijua? Nilikimbia mbali, lakini nipo hapa. Kivuli changu sasa kinaishi peke yake. Mimi ni nani ndani ya giza? Mbona jina langu linaitwa? Kama ni mimi niliyechaguliwa, kwa nini moyo wangu unaogopa? Usisani, ukisaini umechagua. Kazi yako ya kwanza ni kuchunguza msitu wa matunda. Anza sasa hivi. Kwani wewe ni nani? Unafanya nini? Au unataka nini? Jukumu lako ni nini? Kwanza ni nini? Dada samani. Ndio samani. Naitwa Mazoea. Ni mgeni kwenye eneo hili. Nilikuwa naomba unisaidie kitu kimoja kama itakuwa kwenye uwezo wako. Kuna sehemu moja nimeambiwa panaitwa msitu wa matunda. Kama unaweza kunielekeza utakuwa umenisaidia sana, maana nina shida sana kufika. Msitu wa matunda? Ndio. Wewe unaenda kufuta nini katika huo msitu? Kama unavyosikia ni msitu wa matunda. Kwa hiyo na mimi toka nimefika hapa napenda kwenye chakula changu angalau yawepo matunda. Kwa hiyo na imani nikifika kule siwezi kukosa matunda mawili matatu, maembe, manini pale ambayo nitatumia kwenye chakula changu. Labda kwa kuwa ni mgeni hujaelewa maana halisi ya huo msitu wa matunda. Ila kwa ninavyofahamu mimi ule msitu hauruhusiwi watu kwenda. Hauruhusiwi kufika? Ndio ilivyo, hauruhusiwi kufika. Na hata msitu wenyewe ulivyo umejitenga kabisa na maeneo ya watu. Samahani, labda ungenisaidia. Kwa nini hawaruhusiwi kufika? Kwani kuna nini? Si ni msitu wa matunda, lakini kuna shida gani kule mpaka watu wasiruhusiwe kufika? Au mmiliki ni mtata labda? Siwezi kukufanulia, ila kwa ninavyoelewa mimi ule msitu watu hawaruhusiwi kwenda. Na hata hivyo hata wenyewe ukiuangalia tu unasemekana ni hatarishi na mtu akiingia hatoki. Okay. Basi sio mbaya. Kama utanisaidia kunielekeza bado itakuwa ni nzuri, kwa sababu kama kuna hatari pengine inaweza kanisaidia mimi siku yoyote ama siku nyingine nisiweze kuingia kwenye hatari. Sasa ukitaka kufika kanyoosha.
ukishanyosha utapita nyumba 2-3 utauona wenyewe umejitenga, yani umejitenga wenyewe. Upo mbali na makazi ya watu, utakuwa umefika. Okay, unaitwa nani? Mimi naitwa Sheila. Umesema uachwe upumzike, ukiamka utanisimulia. Haya ndio umeamka sasa. Imeanza lini tabia kulala nje bila taarifa? Au kipi haswa kilichokufanya ulale nje? Na tabia hiyo imeanza lini? Na usipange kunidanganya. Yaani hapa ninachokumbuka, kuna mtu kama alikuwa ananifuatilia nyuma hivi. Sasa katika kukimbia nikajikwaa, nikapiga tu ukunga, nikazimia. Kuzimia asubuhi naamka. Naamka najikuta niko chini. Nimelala. Kwa njama hizo zilizopanga kuja, yani uje kundanganya. Umekosa vitu vyote vya kundanganya. Umelala upolala kwenye mizunguko yako huko. Umeamka asubuhi umeanza kujikimbiza kuja hapa na kujifanya labda ulizimia. Mtu anayezimia anajijua kama alizimia. Sio Mungu wa leo, yani najua kabisa, najua kabisa utaweza kuniamini, lakini ukweli ndio huo kwamba nimejikuta niko chini, sijielewi. Na hata sielewi. Kama hiyo tabia ushaianzisha, sasa mimi nitaimaliza. Sasa unaniapisha. Wewe Masabuile. Tajiri. Walisema unaitwa Masabuile. Nakusikiliza tajiri. Najua minoti muda wote naweza kuongea. Sawa. Siku ile ulinigusia baadhi ya vitu, nikasema nikikupata nadhani unaweza kanisaidia kujua mengi zaidi ya hapa mtaani. Kwanza napenda kufahamu namna ambavyo watu wanaishi hapa, na naona mtaka umewapoa hivi Huku cha kwanza kuna watu wengi sana. Alafu unajua huu mtaa ambao umechangamka sana. Sema kwa kweli kwa mgeni nimeona umepoa. Lakini kama ukiwa unaendelea ukapata michongo, ukajajua maboss, kesho kutaona mtaa huko hivi. Sawa. Na kuna hii sehemu inaitwa msitu wa matunda. Nini? Bola shangaa. Msitu wa matunda? Ninauliza kwa sababu napenda matunda kwa ajili ya chakula. Unajua chakula bila matunda hakiliki. Sawa, nataka kujua lakini hapa sasa. Unajua nini tajiri? Msitu wa matunda. Cha kwanza hilo ni jina tu, lakini hakuna matunda. Yaani msitu wa matunda watu wanakaa madoni. Chuma nasema matunda manake. Kule cha kwanza kuna biashara haramu.
kule kuna uhalifu wa kila aina. Muona wanawake, muona kama yule mwanamke. Wale watu wanauzwa kule. Kule kuna mabosi bwana wananunua watoto wadogo wadogo wa 2000. Watoto wenye mjuno fulani peni. Pia unajua viongozi wa serikali hapo kule. Sawa. Watal Masawile. Basi mimi mwema. Hakikisha hiyo kazi inakamilika kwa asilimia zote. Kamilike katika ubora ambao haitakuwa na mawaa. Umepoa tajiri. Fanya. Haya, nakurudia. Hebu subiri kidogo, nakurudia. Nakurudia. Umepoa tajiri. Aliwatani Masawile. Aliwatani tajiri kitambi manager. Leta habari, kuna kipi huko mitaani? Taarifa, ina maana una taarifa yote? Taarifa ni ile nyumba ya bondeni. Kuna mtu amepanga kule. Nyumba ya bondeni? Kuna mpangaji? Kijana mmoja hivi, mrefu, mnene, kibonge, chembamba, yani kifupi ni kitanashati fulani hivi. Umesema umebahatika kuongea naye? Ndiyo tajiri. Umeongea naye akakuuliza nini, labda au mliongelea nini? Alikuwa anauliza kwenye msitu wa matunda. Asante. Lakini mbona umeanza kupendeza bwana? Angalia asije akakushtukia huko. Ni ngumu. Kwa sababu ni ngumu kwa sababu gani tajiri? Unajua ghadhabu yangu kama utaharibu kazi yangu Naelewa tajiri, ndio maana najilinda sana. Unajua ni tajiri? Leo nakujua wewe hela, sio? Hapo vipi? Kaendelee kufanya kazi yako. Sawa, mimi ndio namba narudi sasa hivi. Kuwa makini. Sawa tajiri. Tajiri umepoa, umeshine. Haya bwana. Tajiri sukuma, we tajiri anawasha noti. Din. Heshima yako mkuu. Taarifa. Mkuu, msitu wa matunda ulivamiwa. Ulivamiwa? Ndiyo mkuu. Lakini tulifanikiwa kumdhibiti. Umebahatika kumfahamu? Hapana. Alikuwa amefunika uso na mask, na kitu tulichofanikiwa ni kuchukua picha yake. Mlimpiga picha? Ndiyo mkuu. Nasikia nyumba ya kule chini bondeni kuna mpangaji na ameingia pale. Umefahamu kuhusu hilo? Ndiyo mkuu. Kuna mpangaji mpya ameingia. Leo ni siku kama ya pili hivi. Umefanikiwa kuona naye? Sijabahatika kuonana naye uso kwa uso, lakini taarifa ya kwamba kuna mpangaji mpya kwenye ile nyumba nimeipata. Ana siku ngapi pale? Leo ni siku kama ya pili. Twende. Sawa mkuu. Kwani wewe ni nani? Unafanya nini? Au unataka nini? Jukumu lako ni nini? Kwanza nini? Ondoka nyumbani haraka sana. Dakika 2 au 3 utavamiwa. Nani? Mambo ya sirini. Haikujui, unafanya ujulikani. Kwani wewe ni nani? Unajichanganya na watu katili, wala